kama mke wako ni mjamzito na ukiepuka kufanya vitu hivi vinne, hakika ndoa yako itaendelea kuwa nzuri sana. Kwa hiyo kuna mambo manne ambayo nimeyaona katika ile clip yangu ya mwisho au video yangu ya mwisho ambayo nimeitoa. Haya mambo manne ni ya kuzingatia sana, kwa sababu nimeona kabisa kwamba vitu kama hivi ukiweza kuvizingatia, basi mambo yako yanaweza kuwa mazuri sana. Inamaanisha kwamba kama mke wako ni mjamzito na ukiepuka kufanya vitu hivi vinne, hakika ndoa yako itaendelea kuwa nzuri sana. Cha kwanza, usije hata mara moja kusema kwamba mke wangu, wewe unajifanya unaumwa. Mwanamke yeyote ambaye ni mjamzito, kiuhalisia tunajua kabisa kwamba mimba si ugonjwa, lakini mimba inaleta tafrani au inaleta hali fulani ya mabadiliko ya hormones. Kwa hiyo muda mrefu unajikuta kwamba mwanamke hayuko sawa. Kwa hiyo hata mara moja, hata kama hutasema kwa mdomo wako, usije ukakaa ukasema kwamba unajifanya unaumwa. Sawa, hilo la kwanza. Kwa hiyo kikubwa cha msingi, hakikisha unaendelea kutoa support hata pale unapoona kwamba hii vitu mbona vijakaa vizuri hivi. Endelea kutoa support. Lakini la pili, hakikisha huwezi ukapotezea hisia zake. Kipindi cha ujauzito, nafikiri mmeweza kujua, kwa wale ambao mmekuwa katika mahusiano, mmekuwa na watoto, mnaweza kujua kabisa kwamba wanawake wanakuwa katika hisia kali, na kipindi hiki ni kipindi ambacho kuna hizo mood changes. Sawa, mtu unabadilika. Kama nilivyosema mara ya mwisho, unaweza kuwa na furaha, ukawa unalia, ulali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa cha msingi, hakikisha kwamba zile hisia zake huzipotezei. Mfano, akihitaji kitu fulani au akiwa tu anahitaji kuwa karibu na wewe, hakikisha unaweza kuweka vitendo ili kuweza kumwonyesha kwamba unajali hisia zake. Lakini la tatu, swala la kuenda nje ili kutafuta ile hali ya kujiliwaza, kwa sababu unajua ndani hakukaliki. Mke anapokuwa ni wa moto au mke anapokuwa katika hali hii ya ujauzito, unaweza kujikuta muda mwingine anakuwa ni wa moto kweli kweli, hashikiki. Kwa hiyo wewe unapoamua kuondoka na kwenda na washikaji, kwenda kukaa kijiwe au kupiga story na washikaji, afu unamwacha yeye peke yake, utakaporudi nyumbani moto uko pale pale. Kikubwa cha msingi, hakikisha kwamba usianze kutafuta kujiliwaza, kwa sababu unapotafuta sehemu ya kujiliwaza, jua kwamba na yeye anataka kuliwazwa. Kwa hiyo kikubwa cha msingi, tulia nyumbani, acha kona za huku na kule na kupoteza muda. Nenda nyumbani, tulia nyumbani, na uhakika ndoa na kipindi hiki cha ujauzito kitakuwa ni chepesi sana kwenu wote, kwa sababu mke akipata ujauzito ni sawasawa na wote ndani ya nyumba mna mimba. Nafikiri utakuwa unaelewa. Lakini la nne, epuka kulinganisha mke wako mjamzito mambo yake na wanawake wengine ambao pia ni wajawazito. Unaweza kujikuta imekupitikia, unasema kwamba mbona mtu fulani naye ni mjamzito lakini hawi kama wewe. Kwa hiyo kuna hali fulani ya kuona kama anajifanyisha vile, kama vile ndo yeye peke yake duniani amekuwa ni mjamzito. Lakini kikubwa cha msingi ni kwamba hakikisha usilinganishe, kwa sababu mimba kati ya mtu mmoja na mtu mwingine ni tofauti kabisa. Kama nilivyosema awali, mimba ni mabadiliko ya mwili, lakini mabadiliko hayo yanaweza yakasababisha mwanamke kuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo vile vile inapokuwa kwa mtu A au mwanamke A, mwanamke B au mwanamke C, mimba hiyo hiyo inakuwa ina dalili tofauti. Kwa hiyo kuna mwingine anajiweza, kuna mwingine hajiwezi. Ndio maana hata wanawake wenyewe wanaweza kuwa wanajilinganisha, mbona mimi niko hivi, wewe uko freshi, inakuwaje, unatumia nini na vitu kama hivyo. Lakini kwa sisi wa baba au wanaume, hatupaswi kuonyesha dalili yoyote ya kulinganisha, kwa sababu utakapolinganisha huo moto utajua jinsi ya kuuzima. Nafikiri utakuwa umeelewa. Cheers.